Sikiliza mwanangu. Yaani katika vitu ambavyo umevikanyaga mwanangu, umejikanyaga kuja kuoga katika ofisi yangu. Sasa mimi nikuoge mshikaji wangu na nini wa sababu? Nini? Unaniambia wakati mimi nikukamata katika ofisi yangu unaoga hapo na kuja kuoga mchana kuoga hiyo wakali wewe. Baza mimi nisamee mimi. Baza utaniuliza baza. Wewe yani mimi siwezi kukusamea. Yaani wewe umekusudia kuja kwenye ofisi yangu mimi kunirudisha. Nyuma afu ni wachawi unafilisha kinoma. Baza hii bahati mbaya, mimi nakwambia kweli siwezi akiamua hii bahati mbaya baza. Mimi mbona sikuogi? Mimi kuoga mshikaji. Wewe nini nataka nikuoge? Nini? Sasa wewe nimekukamata kwenye ofisi yangu. Hii bahati mbaya tu. Mwanangu anisije nikuchinje maana wewe. Sikiliza nikwambie kitu. Au sio? Sasa hapa kuna njia hizi mbele za kuchagua. Nisamee na ninaondoka, si ndio? Mimi siwezi kukusamehe. Kwa sababu inawezekana mimi wateja wangu wanatoka huko wanataka aje kuingia ofisini, wanaambia vipi umehamisha ofisi, mbona kuna bahari? Ni bahari huko. Hamna. Ni bahari. Ni bahari. Sikiliza. Simple and clear hapa, mambo sio mengi, turahisishe mambo. Tusifaidishe watu mtaani, si nini. Si unajua zile. Chagua njia hii mbili. Kama Firauni alivyomwambia Nabii Musa achague. Tende au moto, asiyechagua. Nikuchinje au nikupake mafuta. Ndugu yangu, ukinichinja mimi sitakufa. Nikikuchinja nakufa. Na Mafuta ufi. Sababu hata nikichinja hapo kama mafuta sio nzuri. Ada vipi mshikaji? Hapo basi bado nipake mafuta tu basi. Mafuta bado hata nipake mafuta. Wenzetu geto. Waje kupaka mafuta au unaona mzigo au Wakulungwa. Ukishamaliza kulia niambie twende geto. Leo kazi ipo.